Mtakatifu, watumishi wake, lakini pia pamoja na mazingira. Wale ambao hawakuwepo, hii ni habari ya mtu mmoja wa Sora anaitwa Manoa na mke wake. Mke wake ilitokea jambo moja, malaika amemtokea, anamsemesha habari ya yeye kwamba atapata mtoto. Lakini Manoa baada ya kupelekewa habari hii na mke wake, yeye alichokifanya kwa mara ya kwanza, alienda kamomba Bwana. Ndivyo Biblia inavyosema. Alipomwomba Mungu, anachomwambia Mungu ni nini? Mtume tena yule mtu mara ya pili aje atufundishe. Jana nilikwambia mahimizo ya sauti ya Mungu yanayotoa nyakati ni maelekezo, ni maonyo, ni maarifa. Mara nyingi Mungu kujifunua kwa mtu inategemea kiwango cha maarifa ya Mungu ulionayo. Wakristo wengi hawataki maarifa ya Mungu, wanataka muujiza wa Mungu, wanataka kuponywa, wanataka kushibishwa, wanataka gari, wanataka vitu mbalimbali, lakini maarifa ya Mungu hawana shida nayo. Ndio maana mara nyingi wanakuja kwenye ibada kutimiza masharti. Mzee wa kanisa sijui sijaje, mchungaji asije akanifuatilia. Kila mtu anafuata kanuni ya kibinadamu, lakini mara chache sana wanasikiliza sauti ya Mungu ndani yao ikiwahimiza. Niliwahi kufundisha mahali, cheki tunavyotoa sadaka kanisani. Ukisoma Biblia, hata utoaji wa sadaka unapaswa kusikiliza sauti ya Mungu, namna Mungu anavyodai hiyo sadaka ndani yako. Ndio maana utoaji wa sadaka wa Ibrahim iliheshimiwa kibiblia, kwa sababu alisikia sauti ya Mungu. Mungu anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaelewa kinachotokea hapa? Sauti ya mahimizo ya Mungu katika nyakati hizi, nisikilize vizuri, Mungu ni nyakati za kanisa kutakaswa, kwa sababu majira ya unyakuo yamekaribia. Kwa hiyo maana yake ni nyakati za kukaa kimaarifa na kiufahamu ndani ya ibada. Sio wakati wa kukaa kimazoea, sio wakati wa kutumika kimazoea, sio wakati wa kuishi kimazoea. Uko tu ni mradi umeishi, unafunga kimazoea. Hakuna muda unasikia sauti na kusemesha kwamba saizi unasema Mungu, imetosha kusikia ushauri wa wanadamu, ninataka ushauri wako katika jambo hili. Kwa sababu mara nyingi, cheki, unapokutana na tatizo mara ya kwanza, atesheni yako ya kwanza, nani unamfikiria kwa mara ya kwanza? Unamfikiria baba yako, unamfikiria mzazi wako, unamfikiria na rafiki yako, unamfikiria na mtu wako wa karibu, unamfikiria yule ambaye unajua kabisa huyu hawezi kuninyima kiasi hiki cha fedha ambayo nimekwama mahali hapa. Hata Mungu ana habari, kana kwamba katika mambo madogo huwezi kumshirikisha Mungu, ila unawashirikisha ndugu, jamaa na marafiki. Ndio maana mara nyingi sana, sijui kama tunaombeaga malaria wakati unajua kuna mseto hospitali, ila mtu akikutana na ugonjwa ambao anajua hii haina tiba, ndio anakimbiliaga kwa manabii na kwa watumishi na kufunga na kuomba. Majira haya sio majira ya kutumika kimazoea. Majira haya sio majira ya kuabudu kimazoea. Ni majira ya kubadilisha mindset, ile mentality yetu juu ya Mungu, ule mtazamo wetu juu ya Mungu. Wakristo wengi tumekaa, ndio maana unaweza kukaa miaka na miaka, ni mzee wa kanisa, lakini hata kumwombea mgonjwa hawezi, hata kuombea chakula mpaka unajiuliza huyu mtu ameokoka lini? Ila mwambia sali sala ya Bwana na msifu Bwana, anaimba bila hata kufungua kitabu. Amebaki kushika yale ambayo yamekuwa ni kwenye utaratibu na kanuni. Jana niliwaambia, unajua kama wazee wa kanisa wangekuwa wanatumikaga kwa upya, unafikiri wachungaji wangepata shida? Na niliwauliza jana, si tunaendaga kwa wachungaji wala hata tuombe appointment. Tunatamani tu. Jana tumetafakari, naomba nipeleke mbele kidogo.
Sasa kusikia sauti ya mahimizo ya Mungu ni jambo la msingi sana. Nilisema jana, kwa sababu inakusaidia kuishi kwa maandalizi ya wakati na majira yaliyokusudiwa na Mungu. Maana yake hautaachwa na wakati. Naomba tuende mbele kidogo. Nilikuacha jana kwenye faida. Maana leo si ndio mwisho wa semina. Sasa unafikiri utakuja siku nyingine nisipokimbia kidogo? Faida, umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu. Ipelekee kwenye hilo eneo. Umuhimu wa kusikia sauti ya Mungu. Ile somo ni la wiki nzima. Niliona tu nipunguze kidogo ili tuweze kwenda sawa sawa. Okay. Jana nilisema umuhimu wa kusikia sauti ya kukuandaa kinyakati kutoka kwa Mungu mwenyewe, sio kutoka kwa wanadamu. Nisikilize vizuri. Umewahi kufikiria katika kile kitabu cha Daniel anazungumza habari ya yeye alipokuwa ameshasoma vitabu, akajua kwa kusoma kwake vitabu, akapata taarifa kwamba kumbe miaka na majira ya taifa la Israeli, taifa la Waebrania kuwa huru yamekaribia. Nilikwambia kuna faida mojawapo ya kusikia, na umuhimu wake unatokana na nini katika kusikia sauti ya Mungu inayokuandaa majira na nyakati. Jana nilikwambia kuna majira, nilikufundisha jana, nikakurudisha kwenye theolojia kidogo, ile ya Wagiriki wanaotumia aina mbili ya kuangalia nyakati. Kuna Kronos na Kairos. Nikakwambia kuna wakati ambao umepimwa na kuna wakati ambao haunapimiki. Yenyewe ule wakati au majira yale yanapima jambo ambalo liko katika yale majira. Yenyewe haiangalii saa wala dakika, lenyewe linaangalia jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachoweza kukusaidia katika kusikia sauti ya Mungu kukuandaa kinyakati, faida yake ni nini? Nilikwambia jana, inakusaidia kuepuka hatari zisizoonekana. Inakusaidia kuepuka zile hatari ambazo hazionekani kwa macho ya damu na nyama. Mara nyingi tumekuwa wepesi kupata taarifa kwa watu, hata taarifa ya hali ya hewa unategemea kabisa kwamba sasa hivi hali ya hewa, hata TMA wametutangazia kwamba kutakuwa na mvua kubwa. Lakini je, taarifa ya ufalme wa Mungu nayo? Taarifa ya ufalme wa Mungu ipo ndani yako? Una huduma mbele yako, taarifa unayo? Una jambo liko mbele yako, taarifa umepata? Kuna watu ndani yao wakitaka kuanza jambo lolote, iwe ni kazi, iwe ni ajira, iwe ni biashara, wanatamani kutafiti, kujua jambo hili likoje. Wanatafiti kwa fahamu na akili za wanadamu, lakini mara nyingi hawaendi sana mbele za Mungu kwa maana ya kutafuta maarifa ya Mungu katika lile jambo. Kitofauti yetu na Manoa anamwomba Bwana, anamwambia naomba umtume tena huyo mtu wa Mungu mara ya pili, ili aje atufundishe yatupasayo kumfanyia huyo mtoto ambaye atazaliwa, ambaye ni mnadhiri tangu akiwa tumboni, kwamba tunahitaji elimu yako, kwa sababu ni kweli tukienda hospitalini watatufundisha, kule kliniki wanafundisha watoto, wanafundisha mtoto akipokea unamnyonyeshaji, anafundisha haya maarifa ya ufalme wa Mungu. Na ukisoma Biblia hakuna elimu ambayo hakuna. Hata namna ya kumlea mtoto ipo, namna ya kumlea mtoto mchanga ipo, namna ya kumsemesha mtoto akiwa tumboni ipo. Kila kitu, maarifa yapo. Lakini mara nyingi, je, kwa sababu kama Mungu anasema na sisi kupitia neno lake, kama anasema na sisi kupitia manabii na watumishi, ndio maana anasema akiwepo nabii miongoni mwenu nitasema naye mimi Bwana. Alikuwepo mtumishi mmoja, ni binti. Nilimshauri jambo moja, nikamwambia kwa nini usiende kusoma uchungaji?
jambo hili mchungaji, naomba tuombe. Na kweli wachungaji wakasema utusaidie, kwa sababu ameshindwa, kila tukimwambia hajaenda na nini, na yuko kwenye mkoa fulani. Baadaye baada ya kuomba muda mrefu, tulipoendelea kuomba, akanipigia simu akasema, jambo hili sina amani nalo. Una amani nalo wewe? Kwa nini? Anasema nasikia sauti kabisa ndani yangu, sina wito wa kichungaji. Anaimba nyimbo za Injili na anahubiri pia na anafundisha, lakini anasema sijaitwa uchungaji. Okay. Siku moja wakati niko kwenye simu akanitumia klipu fulani, nikacheka kweli. Akanitumia klipu akasema, baba, hebu tazama hii utaona. Akasema nini? Ananiambia fungua tu. Akanitumia bata wanaingia kwenye maji, kuku naye akafuata. Kuku anafika kwenye kina kirefu, akasema huku mbona siko? Akarudi nchi kavu. Anasema majini sio kwetu. Kwamba kumbe kuna mahali usiposikia vizuri sauti ya Mungu utapotea. Usiposikia vizuri sauti ya Mungu utatumika kama wachungaji wengine wanavyotumika. Unajuaje wale wanatumika kwenye kanuni sawa sawa? Na mara nyingi sana tunaweza tukafuatisha maisha. Ndio maana Biblia inasema msifuatishe maisha yenu kama ulimwengu unavyoenda. Maana yake msifuate namna ya dunia hii, kwa sababu aina ya maisha yenu ni maisha ya kupokea taarifa na maelekezo kutoka kwa Mungu. Ni sahihi. Kwani unafikiri kipindi cha Yoshua hawakuwepo wazee wenye hekima? Hawakuwepo watu ambao walikuwa na umri mkubwa kuliko Yoshua? Lakini Mungu anampa maelekezo katika ile sura ya kwanza mstari wa 8, anamwambia kitabu hiki cha Torati, na cheki anachoambiwa, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, yatafakari mchana na usiku. Alafu anaambiwa utapata faida mara mbili. Utaifanikisha njia yako, lakini utastawi sana. Maana yake ni nini? Kupitia maandiko nitasema na wewe. Kama nitakuwa na shida na wewe, nitakuja direct, nitakuja kwa njia ya malaika. Lakini kama sitakuja kwa njia ya malaika, kuna kitu nimewekeza katika hayo maandiko. Soma. Jana niliwaambia hivi, kwa mfano, wewe unasomaga vitabu? Atusomagi vitabu. Kuna vitu vingine ambavyo kiwango cha Mungu kujifunua kwa mtu inategemea aina ya maarifa ulionayo. Mara nyingi kuelewa sauti ya Mungu inategemea aina ya maarifa ulionayo, ni kiwango gani cha maarifa. Ndio maana wewe unaweza ukasikia, hujawahi kuona kwenye kanisa, kila mtu sasa hivi ataelewa kwa kiwango cha maarifa anavyomfahamu Mungu. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, hawezi kukupa kitu ambacho kinakuzidi. Ndio maana ukitaka Mungu ajifunue kwa kiwango kikubwa, lazima uhakikishe unatengeneza ushirika na Mungu kwa njia ya kusikia zaidi sauti ya Mungu na kumwelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Twende mbele kidogo. Jambo lingine, anasema hukuweka tayari kwa majira au msimu mpya. Jambo la pili ni faida ya pili. Kule kusikia tu sauti ya Mungu inakufanya kuwa tayari kwa majira au msimu mpya, yani season. Kumbuka hapa, nisikilize vizuri. Yoshua anaingia kwenye msimu mpya. Aliambiwa kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani. Yoshua anaingia kwenye msimu ambao anakuwa kiongozi, hajawahi kuwa kiongozi kwenye maisha yake. Ndio maana anamwambia kitu cha kwanza ambacho Mungu anamwambia, mtumishi wangu Musa amekufa. Sasa inuka, maana wewe ndio utakayewaridhisha watu nchi ile niliyowapa. Maana yake wewe ndio utabeba hatima
ya taifa hili mikononi mwako. Maanake kwenye akili yako, kwenye mawazo yako, uwe na uhakika kwamba ndani yako nimewekeza hatima ya hili taifa, kwamba wewe utawafikisha katika ile nchi ya ahadi. Kuna familia nyingi Mungu anawasemesha watu, na mara nyingi Mungu anapotamani familia itoke, anamtafuta mtu ambaye anakuwa mwepesi kumsikia na kumwelewa. Ndio maana Mungu haangalia appearance, anaangalia moyo uliopondeka. Ninyi yule mtoto mnayemdharau ndiye Mungu husema naye. Yule ndugu mnayemwona hana hela, ndio Mungu anasema naye, kwa sababu Mungu haangalii umaarufu ulionayo, haangalii kiwango cha fedha, haangalii namna mwanadamu anavyoangalia, anaangalia ule moyo, ule uelewa, ule usikivu. Mungu hufanya kazi kwa majira na nyakati. Ndio maana katika Mhubiri 3:1 anasema kila jambo kwa wakati wake na kila kusudi chini ya mbingu lina majira yake. Uwe na uhakika, hakuna jambo ambalo halina majira yake iliyopangwa. Ukiona jambo limetokea kwenye familia, ukiona jambo limetokea kwenye ukoo, maana yake hilo jambo lilipangwa. Ndio maana mara nyingi sana Mungu haangalii tu zile baraka za mzaliwa wa kwanza, anaangalia mtoto ambaye kwenye familia anamsikia Mungu ndani yake. Ndio maana unaweza kumkuta mtu mwingine Mungu anamsema kabisa na yule mtoto ambaye kabisa amedharauliwa na ndugu wengine, ndiye Mungu msemesha na kuwekeza vitu vya familia ndani yake. Na utashangaa muda mwingi anafunga, anaomba, muda mwingi yuko busy na Mungu. Unajua hiyo ndio sadaka ya familia kwa Mungu. Na ndio maana unatakiwa kumkatisha mtoto tamaa akiwa na kiu na shauku ya Mungu, kwa sababu kuna baadhi ya watu Mungu anawatenga ili kupitia yeye aweze kusema na familia, ili mradi tu Mungu amewekeza kusudi kwenye familia. Na mara nyingi sio rahisi sana tunapokea hivi vitu, kwa sababu yule mtu, na mara nyingi sana tena niliwaambia, Mungu vitumia vile vilivyo vinyonge ili kuviaibisha vyenye nguvu. Anavitumia vinyonge kabisa ambavyo tunaweza tukadharau, sema ana nini, hajai hata hapa. Ndio Mungu anawatumia ili kuvusha familia katika majira fulani, kwa sababu kuna jambo linakuja. Ndio maana ninasema katika majira haya ni majira na ni msimu wa kanisa kutakaswa, sio nyakati za kukaa kama mwaka jana. Msiibe kama mwaka jana, vijana, usiishi kama jana. Kila siku Mungu anategemea atenge. Kuna jambo ambalo Mungu anatamani ndani ya hiyo siku, ndani ya hiyo wiki, ndani ya huo mwezi, ndani ya huo mwaka. Mungu afanye jambo kwa ajili yako, na wewe ufanye kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Uwe sauti yake katikati ya kanisa. Manake kama wewe ni mzee wa kanisa, Mungu anatamani uwe chombo chake, ili kupitia wewe kanisa libuke, kupitia wewe taifa lipone, kupitia wewe wale watoto wapone. Inawezekana na kudharau, sawa, yuko Mungu anajua, lakini anawekeza kitu ndani yako. Ndugu zako anajua. Ngoja nikwambie, hata alijua pia kwamba katikati ya ile familia ya mtumishi wa baba yake Gideon, alijua kwamba watoto wengine wapo, lakini alimtafuta Gideon mwenyewe akamwambia, wewe ni shujaa, kupitia wewe Wamidiani watakimbia. Unafikiri ni kwa nini? Maanake ndani ya Gideon kulikuwepo na kusudi la Mungu. Fikiri kama ungekuwa Gideon, malaika anakutokea anakuambia salamu ya shujaa, wakati tayari umejificha kwenye handaki. Kuna watu ndani yao leo hii wana mahandaki ya kila aina, wana mahandaki ya upungufu wa maarifa ya Mungu ndani yao, wana mahandaki ya roho ya mazoea ndani yao. Kila mtu ana handaki lake, amejificha, lakini Mungu anakutazama, anasema huyu ni shujaa. Inawezekana maono yaliyoko ndani yako ni ya kwenda mbali, lakini kuna handaki la kudharauliwa, kuna handaki la kukataliwa, lakini Mungu anajua kwamba ulikataliwa, sawa, lakini katikati ya kukataliwa nataka sauti yangu ipitie ndani yako, kupitia wewe kanisa lipone, kupitia wewe hilo kundi lipone, kwa sababu yeye haangalii mazingira, anaangalia kusudi lake.
muda wa kutumika kimazoea. Hivi unaelewa? Na wanadamu anakuaga na mashauri mazuri jamani. Eti si ndio? Si unaweza unashauriwa hapa kunaingia kwenye line namna hii. Sema kweli hapa watu wana hekima. Haya. Wewe usiende kuuliza habari za Mungu. Na hii niliyoshauriwa vipi hapa? My friend, hekima za kibinadamu. Haya, jichanganye. Unaachwa njia panda. Nisikilize. Kwani unafikiri hekima ya Sara kwa Ibrahim haikuwa hekima? Mama mtu mzima alimshauri mumewe kwamba sasa hivi mimi ni mzee. Yaani wana mimi mume wangu mimi nitakuficha hii aibu. Wewe ingia tu kwa hajiri jipatie mtoto. Aliyetoka kwako, maana mimi kwa uzee huu siwezi kupata mtoto. Ni hekima. Mzee kaingia kwenye line. Alipoingia kwenye line, mtoto ni kweli alipatikana. Hekima imeleta mtoto, lakini kusudi halijaleta mtoto. Hujaelewa? Hekima itakupa kazi, lakini haikupi kazi yenye kusudi. Kwa sababu atakwambia hizi kazi mara nyingi sana tutumie tu hekima. Toa hata kidogo tu. Utatoa karushwa na takrima na asante. Sawa, utatoa. Lakini haikupi nafasi yenye kusudi. Kilichotokea ni nini? Ibrahim alimsikiliza mkewe. Mtoto amekuwa. Wa ahadi ametokea. Kibarua kikaota nyasi. Hekima ikageuka kwa ujinga. Unaona sasa kilichotu hekima ya kibinadamu ikageuzwa namna hii, ikawa ujinga. Alafu mwenye kutoa ile hekima ikamjaa akasema haiwezekani. Wewe Ibrahim, na Hajiri toka. Wafukuzi, siwataki. Nini? Asema siwataki nyumbani kwangu. Tamani wewe si mtoto wangu. Ibrahim alichokifanya ili ujue sasa kitu ambacho tunachengwaga mara nyingi. Tunayarudiki kwa Mungu baada ya mambo kuharibika. Aligeuka kwa Mungu. Mungu nafanyaje? Anamwambia wewe. Mungu anasema hii kesi mimi nilikuwepo tangu mwanzo. Kamsikilize mkeo kama alivyomsikiliza. Yaani maana yake kamaliza ile hekima kule, maana ilikoanzia ishi huko huko. Kuna mahali tunashindwa kutofautisha hekima ya Mungu na hekima ya wanadamu. Kwamba sasa hapa ni bora kabla sijatenda hili, bora nirudi madhabahuni nikamwambie Mungu, nimerudi kwenye madhabahu. Ni kweli nilikuwa na jambo hili, lakini nimeshauriwa hili. Ninatamani ya kwako niisikie. Wewe unaniambia nini? Kwa sababu kama Mungu husema na watu tangu maji, anaweza kusema na sisi mpaka leo. Hivi unaelewa? Alikuwepo mdada mmoja akashauriwa, nenda kwa waganga. Mganga, unajua yule mganga anatoa mtoto mzuri. Mtoto tena anatoka kwa waganga. Akazunguka miaka 10 ndani ya ndoa, hana mtoto. Amevumilia, ameendelea kuomba, ameendelea kufunga, ametukanwa tena wakati fulani na ndugu hao, ametukanwa. Mume amevumilia, ameendelea kuvumilia. Mungu anasema naye, akasema naye mara ya kwanza kwa njia ya ndoto. Anakuja kwa njia ya ndoto. Anamtokea hebu nishikie. Kuna mtu anamwambia kabisa kwenye ndoto, anasema huyo mtu anavaa kama mavazi meupe. Ananiambia hebu nishikie huyu mtoto. Akapokea, akamshikia. Yule mtu akawa anaondoka, ambia huyo mtoto sasa abaki kwa kwako. Wewe chukue mtoto wako, wewe chukue mtoto. Jamani, chukue. Akilalamika na mkimbilia anaamka. Inakuja mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4. Yule dada anaenda hospitalini, anajikuta ni mjamzito. Hivyo naelewa Mungu anachosema. Maana yake Mungu alikuwa anamwandaa kwa majira mapya.
ni majira ya kupakata mtoto, ni majira ya kuondoa aibu. Wakati fulani unaweza ukaomba kazi muda mrefu, wakati fulani unaweza ukaomba ukaliombea jambo muda mrefu. Msikie Mungu, nisikilize vizuri. Mara nyingi wakati sisi tunafanya maombi, hatunaga muda wa kusubiri kusikia sasa Mungu anasema nini. Hivi nani anasubiri Baba nimekuja mbele zako, amen, huyo amen. Hatuna hata muda wa kusema sasa. Unajua, nisikilize vizuri, Mungu huwa anasema na mtu katika kimya. Amen. Jana nilikwambia, si ndio? Nilikwambia jana, Mungu anasema na watu katika nini? Katika kimya. Kuna wakati mwingine, kuna watu ambao Mungu amewapa neema, na ukiwa na maarifa ya Mungu na ufahamu mkubwa, unaweza ukamwona mtu hapa. Niliwahi kukaa na mwinjilisti mmoja. Wakati ule nilikuwa nashangaa sana, tukiwa chuoni. Anaangalia sasa, huyu jamani anaweza akaingia kanisani, akakaa kiti cha mbele kabisa, akakaa kuanzia mwanzo wa ibada, hajasimama, hajapiga magoti, hajafanya chochote, yupo tu hivi, ametulia kimya. Alafu mwishoni anasema amen. Namuuliza, wewe unaomba nini? Mbona hata sioni mdomo? Anasema mara nyingi vitu vinaongea sana, kuna muda moyo unaongea kwa usahihi. Nikwambie kitu, kuna muda mwingine hata wewe mwenyewe ukiongea unahisi kama maneno yako hayaeleweki mbele za Mungu. Ruhusu moyo kuongea. Ruhusu moyo kuongea. Unajua moyo ndio unajua lugha ya Mungu. Kinywa hakijui, akili yako haijui, mawazo yako hayajui. Umesongwa na dunia kwa sababu unaenda mbele za Mungu. Una mawazo mengi, sina hela, sina ada ya mtoto, sina kodi ya nyumba, sina nini. Fikra zimesongwa na mambo ya dunia. Una kila aina ya mzigo uliokulemea, lakini moyo una lugha rahisi ya kusema na Mungu kuliko mawazo yako, kuliko akili zako. Ifike mahali unapokaa mbele za Mungu, nyamaza kimya, msikie. Kuna wakati fulani unaweza kaenda mbele za Mungu. Mara nyingi ni rahisi kusikia, lakini kutii mara nyingi ni ngumu. Na Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Mungu anapenda sana mtu mwenye utii kuliko mwepesi wa kuleta sadaka kwenye madhabahu mara kwa mara. Lakini fikiri unaleta sadaka, Mungu anasema angenitii, angeshafuka, angenitii, angeshapandishwa cheo, angenitii kwenye hiyo nafasi, mbona mambo yangeshakuwa sawa? Mbona kuna mahali angeenda? Mbona kwenye utumishi angepanda? Mbona kuna mahali anafikia? Mungu anasema nani? Ni wakati moyo wa Mungu, kuna wakati unatafuta watu wenye utii ili apate kutenda kazi pamoja nao. Anatafuta wazee wa kanisa wanaomtii Mungu, anatafuta waimbaji wanaomtii Mungu, anatafuta wanakwaya ambao ndani yao wanamtii Mungu, wachungaji ambao ndani yao wako tayari kumtii Mungu, wafanya biashara ambao ndani yao wanajua kutii sauti ya Mungu, wabeba maono ambao wako tayari kutii sauti ya Mungu ili waweze kufikia tamati na kubeba hatima ya taifa na familia kwenye maisha yao. Ni mara ngapi tunatii? Kizazi hicho chenye cha sasa hivi hakitaki mashauri. Kama hamtii ndio atamtii mama yake, ndio atamtii baba yake. Kiwango cha Mungu kumtumia mtu yeyote duniani ni kiwango cha utii. Na kiwango ambacho Mungu atakutumia katika ulimwengu huu, sawa. Usimtii Mungu, sawa. Wewe endelea kuishi hivyo hivyo katika hali ulionayo, sawa. Mbinguni utaenda, lakini utaenda umechoka, kwa sababu utaenda hujalitimiza kusudi ambalo Mungu amekuleta kwayo. Ndio maana katika kizazi cha sasa hatuna kizazi ambacho kinakubali kupokea kushauriwa. Ndio maana ukishauri
wanagoma. Ukiwashauri wanapokea kwa furaha, wanasema mtumishi, tumepokea. Lakini kile ulichosema hawawezi kutii ndani yao. Kama tu hawawezi, ndio maana nawaambiaga wachungaji, usipate shida unapotii. Wasipopokea, wewe una hasara gani? Kwa sababu kama tu nyumbani hawawezi kutii wazazi wao, wewe mtu baki ndio atakuja kukutii, ndio atakuja kukunyenyekea, ndio atakuja kukuombea. Wewe kama tu mzazi wako umuombee, ndio utamwombea mchungaji wako. Kiwango cha utii unapopungua, hata kweli kwa mimi, ukiona mtumishi yoyote anainuka kwenye huduma, kiwango cha Mungu kutumika naye kawaida, kadiri Mungu anavyozidi kutumika ndani ya mtumishi, Mungu anachotamani ndani yake kiwango cha utii kiongezeke. Hujaelewa? Ukiwa kwenye kiongozi, yana niliuliza, kiongozi wa idara ambaye anajua nafasi yake vizuri, mtu anayetumika kwenye nafasi, iwe ni ngazi yoyote aliyonayo, iwe ni ngazi ya mtaa, iwe ni ngazi ya familia, iwe ni ngazi ya kanisa, iwe ni ngazi ya wilaya, jimbo, diocese, au ngazi ya kanda, au ngazi ya taifa, au mwanasiasa, au mfanyabiashara wa ngazi yoyote, kiwango ambacho Mungu atatembea na wewe, Mungu atembei na mtu ambaye sio mtii. Kwa sababu katika utii, Mungu mara nyingi anasema na watu tangu uumbaji. Akisema na wewe usikii, anaacha kusema na ataacha kutembea na wewe. Kwa sababu kwa nini anaacha kutembea na wewe? Kwa sababu anatafuta watu wenye utii. Wanasema anatafuta upako fulani hivi amazing. Nataka yaani, kuna siku moja najua mchungaji, kuna siku nitakuwa mwombaji mkubwa. Anza na utii. Ukikuwa katika utii, Mungu anakuwa ndani yako. Amen. Hujaelewaga hiki? Sio kwamba Mungu hali mdogo. Kiwango chake cha kujifunua ndani yako, maarifa yako ni madogo. Kadiri utii unavyokuwa, ndivyo upeo wa maarifa ya Mungu unavyokuwa pia. Maana kadiri Mungu anavyoleta maarifa ya Mungu ndani yako, mara nyingi kinachotuzuia tusikue katika maarifa na utii ni ile roho ya mazoea na kujikinai. Mara nyingi tunaona wewe umejua tu kuombea chakula, umeona umemaliza yote, hata kuomba unaenda kama bosi mbele za Mungu, hata kupiga magoti unaona hii nayo ni ushamba. Hakunaga protokali mbele za Mungu. Amen. Hivi mnafikiri kwa Mungu kuna mwenyekiti wa wilaya? Kwanza mwenyekiti wa kwanza, umewahi kuona kwanza, kuna siku moja niliwauliza wa Moravia, hivi nyewe wa Moravia kwenye Biblia kuna neno mwenyekiti? Sasa nyewe mlitoa wapi hekima? Bora tu ungesema mwangalizi. Wenzetu ana mwangalizi na shemasi, na kwa wenzetu kuna makanisa mengine. Na ngoja nikupe siri moja. Ndio maana unatakiwa uwe makini sana, ili yale roho ya mazoea na kujikinai isije ikawa ukuta wewe kutopokea cha Mungu ndani yako. Yule ambaye wewe unasema askofu wetu, kwa mwingine ni mlei kabisa wa kawaida. Yaani leo Mama Lwinga ndo angekuwa askofu wa hapa. Kwa makanisa mengine ni mlei kabisa. Yaani angeandike wewe ungekuwa askofu wetu yani hapa. Kwa sababu anasema askofu ni mwangalizi. Yaani yeye ndio mwangalizi wetu katika kanisa. Ni askofu wa mahali hapa. Wewe umetatibiwa beba sasa kwa askofu, kimwendea askofu, Baba Mtakatifu, Mheshimiwa Mashaka. Wewe sikwambii si waheshimu watumishi. Heshima ni muhimu kwa sababu wana kitu. Ndio maana nikwambia wanapenda hizi mbili, wana uungu na ubinadamu. Kwa hiyo heshimu uungu ulioko ndani yake, ila usimpe nafasi ya akawa Mungu ndani yako. Maana mara nyingi tunawabebaga watumishi kama miungu watu. Sisi nilikushuhudia siku moja, tunafika mahali tunawaogopa wachungaji kuliko hata tunavyomwogopa Mungu. Nilikuwa na mzee mmoja wa kanisa ananiogopa kuliko anavyomwogopa Mungu. Ushirika mmoja nilikuwa kwa nani sema, unaenda mahali
na wewe unakatiza. Kumbe alikuwa anapiga feki kwenye uchochoro mmoja. Unaangalia unasema yule si mzee fulani kweli. Anafoka moshi kama trend vile. Sasa ngoja nimsalimie mtumishi wa Bwana. Na mtokezee mchungaji huyu anakuwa namna fulani, kumbe watu wa sigara na minyaga ile sigara wanaminya, alafu akiminya nafikiri imezima, kumbe kwa sababu hajavuta sana anasema nikidondosha na sina ila nyingine kununua nitabaki hapa. Sasa nikirudi mwingine atakuwa ameokota, bora niminye niweke mfukoni. Sasa kumbe hajazima. Tunakaa tunaongea, sikaona nasikia harufu ya nguo na jalala nimechoma mahali. Kumbe mzee yupo tunamlaia anaungua baba wa watu ndani. Sasa shida zote za nini? Maana tunaniogopa mimi kuliko unavyoogopa Mungu wako. Unaona kiwango, sasa unategemea huyu ndio mzee wa kanisa. Huyu ndio kiongozi ambaye anasimama kwenye mtaa wake kama mchungaji wa ule mtaa. Unasema huyu anawaombea, hivi msipasoma katika makanisa yetu hapa. Anasema mzee wa kanisa kutembelea Wakristo katika nyumba zao, kuwatia moyo waliokata tamaa, si ndio? Sasa mzee wa kanisa huyo ndo anatembelea, anapiga feki ya kwanza kabla hajaingia kwa muumini. Alafu ndo anaenda kutoa nini sasa? Tunasikia anaenda kupiga tu umbea wa kanisani. Jamani, mlimwona mchungaji Jumapili jamani yule baba? Mlimwona na mhubiri wa semina? Mbona alichachamaa namna hiyo? Mnapiga umbea badala ya kumtia moyo aliyekata tamaa. Mnaongea vitu vingine. Kiwango cha Mungu kujifunua ndani ya mtu ni utii. Usitafute muujiza ndani ya Mungu. Tafuta maarifa na hekima. Utii huleta ukuaji wa kiroho na kumfanya Mkristo awe tayari kubeba majukumu makubwa zaidi. Yes, ni kweli. Si ni kawaida hata sisi wanadamu. Ukiona hata ofisini huyu mtu ni mtu mtiifu sana, si ndio? Ukiona umekuwa mwaminifu katika yale maagizo madogo madogo, si unawekwa katika makubwa. Ndio kilichoko pia ndani ya Mungu. Siku zote mtu yeyote ambaye anatii, Mungu anamweka katika majukumu makubwa zaidi. Kama ulikuwa na kiwango cha upako, anaongeza kiwango kingine. Ndio maana Paulo alisema, maana maisha ndani yetu tunakuwa imani hata imani, utukufu hata utukufu. Hata kama jana ulikuwa na imani kadogo, kesho unashangaa unakutwa imani imeongezeka. Tazama umebadilika. Wanashangaa kesho na kesho kutwa wanashangaa ameshakuwa mhubiri. Yule tuliyekuwa tunamdharau mwaka jana, leo ni mhubiri wa semina fulani. Kesho amehudumu mahali. Kesho yuko mahali fulani. Kesho yuko Canada. Unasema imekuwaje? Utii. Ameendelea kutii na kusikia na kusikia. Kwa sababu ndani yake hana roho ya kukinai. Hana mazoea. Watu wenye utii mara nyingi hawana mazoea ndani yao. Kila kitu anaona kipya. Huyu ndugu anasema, huyu toza anasema, ukomavu wa kiroho hupimwa kwa jinsi tunavyoitikia sauti ya Mungu ndani yetu. Ukomavu, tunaposema huyu mtu amekomaa kiroho, sio kwa miaka aliyookoka. Hiyo haitusumbui sisi. Unajua hiyo haitusumbui. Uzuri ukukomaa kiroho hautokani na umri. Anaweza akazaliwa kijana mdogo kabisa miaka hii, akawa na upako na nguvu ya Mungu ndani yake kwa namna anavyotii na kuitikia ile sauti ya Mungu ndani yake. Ukashangaa, jamani, Mungu ana watu wa ajabu. Ndio maana utashangaa mama wengine anasema, jamani, Mungu amewabariki familia zingine. Mtoto wa baba fulani anahubiri yule mtoto. Unafikiri ni kwa nini? Haitokea kimuujiza. Na hata namna ya kutii na kusikia sauti ya Mungu inategemea watoto tunavyowafundisha namna ya kutii sauti pia wazazi wao. Kama tu atii sauti ya mzazi, ndio sauti ya Mungu ataita. Lazima tuwafundishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, twende kidogo. Tuangalie point. Kutii kukuwezesha pia faida mojawapo unaposikia ile sauti ya mahimizo ya Mungu ndani yako. Faida mojawapo inakuwezesha kushirikiana na mpango wa Mungu juu ya kusudi lake.
katika nchi ya Misri. Ni kweli. Nani alijua Musa atakuwa mkombozi wa taifa hili? Nani alijua? Ni Mungu ndo aliandaa, si kweli? Si naye tu alienda kwanza, alizaliwa kimuujiza. Alipozaliwa kimuujiza, watu wakashangaa. Mama yake alimweka kwenye safina, akaelea kwenye maji. Alipoelea kwenye maji, akaenda akaokotwa na binti Farao, akalelewa kwenye nyumba ya kifahari. Baadaye akatolewa, akapelekwa mpaka nchi ambayo hakuwahi kujua, akakutana na watu wengine. Unaelewa kitu kinachotokea hapo? Ngoja nikupe siri moja. Roho Mtakatifu ananikumbusha kitu. Katika maisha ya Musa, kati ya maisha ambayo pia unatakiwa kujifunza, ni namna Musa alivyoitwa na kuitikia ule utumishi. Ngoja nikukumbushe hapo. Musa wakati anakimbia katika ile nchi ya Misri, alikimbia mahali ambapo pana utele wa chakula, pana utele wa mavazi, pana utele wa kila kitu. Matibabu ni bure, tena matibabu ya high class, ya nyumba ya kifalme, nyumba ya kifarao, familia ya juu sana ya kiuchumi. Alikuwa na amri katika nchi ya Misri. Hakuwa na shida yoyote kabisa. Hakuwahi kujua shida tangu mtoto. Musa huyo anatolewa, anakimbia, anakuwa mkimbizi. Alafu anaenda anakutana na jamii ambayo hakuwahi kujua kwenye maisha. Kuna wakati utakapokuwa tayari kumtii Mungu na kuisikia sauti yake. Nisikilize. Maono ulionayo sio kwamba ni madogo. Nisikilizeni nye vijana. Maono uliobeba sio kana kwamba ni madogo. Ni kwa sababu utakapokuwa tayari kuisikia sauti ya Mungu ndani na kumtii Mungu, mara nyingi wale ambao amewabebesha kusudi, anawainulia watu sahihi watakaotengeneza yale maono. Musa anapelekwa kwenye familia ya Yethro, akapata na bonus ya mke. Unaelewa? Unafikiri imetokeaje? Sasa kaulize mshenga alikuwa nani? Mshenga alikuwa Mungu. Kuna maisha ambayo unaweza ukaishi ukitii, ukaisikia sauti ya Mungu, maisha yanakunyokeaga namna hiyo. Kwa sababu Mungu ndiye anakuwa anasumbuka juu ya maisha yako. Mungu ndiye anasumbuka juu ya watoto wako. Watu wanaweza kukuuliza imekuwaje, unasema hata mimi sijui, hata mimi sielewi. Imetokeaje? Unasema kwa kweli katika jambo hili sina uzoefu. Na ni kweli huna uzoefu, lakini aliyefanya ni nini? Ni Mungu. Ni utii. Mara nyingi Mungu anatutazama kama kanisa, anasema angekuwepo mtu wa kunisikia na kunitii, ningebadilisha hili kanisa. Angekuwepo wachungaji, angekuwepo mtu, ningebadilisha. Kacheki mtazamo tulio nao juu ya Mungu. Tumepoteza kiu ya Mungu ndani yetu. Hakuna aliye na kiu ndani. Kacheki kiwango cha kiu tulicho nacho. Wewe kacheki tu. Angalia tu vikundi vyetu, vijana wetu, watu wetu, kanisa letu, wazee wetu, viongozi wetu. Hakuna aliye na kiu na shauku ya Mungu ndani yake. Kwamba kuna leo kuna kwaya wamekuja kanisani, wamefunga asubuhi mpaka jioni, wanachotaka ni kumsikia Mungu akiwasemesha kuhusu jambo fulani, kuhusu huduma yao. Ni wangapi? Ikitangazwa mfungo wa maombi hapa ya kuja kulala kanisani, hawajaji. Na kuna wengine wanaenda hata mlimani, lakini kwenye maombi hapa hawajawahi. Unajiuliza, mlimani wanaenda kufanya nini?
Unafikiri ni kwa nini? Kwa sababu anasema hapo ukienda kwa yule ndugu anakwambia ngoja basi niingie kwanza kwenye maombi kabla sijakupa jibu. Wanasema anajisikia. Anajisikiaje sasa mwenzie? Sasa tafuta habari hizo kwa Mungu wake. Kwani Daniel ilikuwaje? Daniel mambo yote alikuwa anatafuta habari kwa Mungu wake. Kwa hiyo jambo lolote alikuwa anaenda kwa Mungu. Ndio maana ukienda kwa kutegemea macho haya ya kawaida, lazima utaangukia pabaya. Kwa sababu katika ulimwengu huu kuna vitu vinavyoendelea katika ulimwengu usioonekana ambayo yanayofanyika wewe huna habari, kwa sababu huna macho ya ndani. Huoni, usikii. Na ndio maana malaika wale wa giza wanajifanyaga malaika wa nuru. Katika macho ya damu na nyama huwezi kujua huyu ni malaika wa giza. Wanakujaga wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu. Biblia imesema utaonaje? Sawa, unamwambia Mungu mimi sioni, basi atakwambia utasikiaje kama masikio yako umeyaziba? Kuna watu ndani ya mazingira yameharibu usikivu wao, kwa sababu muda mwingi wanasikia wanadamu, muda mwingi wanasikia sauti ya watu. Anasema mchungaji fulani ameniambia, fulani ameniambia. Habari ya ndoa yako nasikia watu sana, habari ya nyumba yako nasikia watu sana. Ni lini umetamani kusikia sauti ya Mungu? Ni lini umetamani kusikia sauti ya Mungu juu ya hiyo biashara? Ni lini umetamani kumwambia Mungu yatosha kusikia habari za watu? Nimetafiti sana habari za watu, nimetafiti sana habari za watumishi, nimesikia sana akina mchungaji Laiza, lakini leo ninataka nikusikie wewe binafsi. Leo ninataka nikusikie. Mwambie nisiondoke hapa mpaka nikuelewe, mpaka nikusikie unaniambia nini juu ya ile biashara niliyokwama, juu ya yale maono ambayo nimeona ni makubwa. Ni mara ngapi tulisoma? Ni mara ngapi? Ni sawa umeomba, sina shaka na kuomba kwako, lakini ni mara ngapi umesikia? Ndio maana watu wengine ni wepesi sana kukata tamaa kwenye utumishi, kwa sababu ndani yao hawana shauku ya kumtaka Mungu. Mara nyingi wanataka uzoefu. Sema hata interview tuulizo na experience. Kuna watu ndani yao hawana uzoefu wa kazi ambao unawaitia, lakini ndani wana elimu ya kutosha. Paulo anasema kwenye kitabu cha Kutoka, anasema nimemuita kwa jina lake Bezaleli, nimejaza ndani yake roho ya Mungu, na ile roho ya Mungu ina maarifa ya kila aina. Ndani yake nimeweka ujuzi, ndani yake nimeweka elimu, ndani yake nimeweka maarifa ya juu ya kila aina ya kazi zote zitakazohitajika. Mungu anapomuita mtu anaweka maarifa hiyo kazi. Anapokuita kwenye nafasi ya uombaji anaweka maarifa. Ni kweli hufanani na wao, lakini haitoshi wewe kukata tamaa. Ni kweli haufanani na wao, lakini haitoshi wewe kujidharau, haitoshi wewe yani wewe sio sababu hiyo ya wewe kujishusha na kujiona huna faida kwenye ufalme wa Mungu. No, inatosha kusikia kelele za wao, inatosha kusikia ushauri wa watu, inatosha kusikia elimu za kwao. Sasa tamani kusikia ya Mungu. Kuna mtu mmoja alipewa kazi. Alipopewa akamuuliza bosi wake, bosi, hii kazi uliponipa ulielekezwa na Mungu au ni hekima ya vikao? Namwambia kupeleka ulokole wako kule, umeokoka kupitiliza, mimi nakupa amri, wewe unanihoji kwenye amri yangu. Namwambia okay, kwa sababu mimi lazima hili jambo nikarudi kwa Mungu kumuuliza kwamba hii oda imetoka kwako au nimepewa kwa hekima ya wanadamu, ili ninavyoitekeleza nisiende kinyume na jinsi yeye anavyotaka, kwa sababu anavyotekeleza yeye si kama mnavyotaka ninyi. Nitafanya kama wao wengine wanavyotaka. Unaelewa kinachomuhusu? Katika Yeremia ile 33 anasema niite nami, si tumekariri pia, niite nami atakuitikia. Sasa kama
anakuitikia, kama anakuitikia, wewe unasikiaje kama amekuitikia? Maana lazima usikivu wako ndani uwepo, si ndio? Kwamba lazima usikie amekuitikia, na namna anavyokuitikia maana ni aina ya majibu anayoleta kwenye maisha yako. Kwamba katika jambo hili ambalo nimeliomba, maana yake Mungu ameniitikia, amesema na mimi, ameonyesha ushirikiano, ameonyesha namna ya kushikamana na mimi katika jambo hili. Ni muhimu sana kuangalia mfano Musa kusikia sauti ya Mungu kulimwezesha Musa komboa Waisraeli. Alisema naye kwa njia gani? Usomaji wa Biblia. Hivi Mungu alisema na Musa kutumia nini? Maono ya nini? Ya kijiti kinachowaka moto lakini hakiungui. Si ndio? Kama kiliko, maana yake Biblia inasema nini pale? Maana napendaga sana ile hatua ya Musa amekaa, na ndivyo watu wengi tulivyo humu ndani na ndani ya makanisa yetu. Watu wengi wakati Mungu anatusemesha katika maono, mara nyingi hatutazami yale maono, tunatazama mipango yetu. Nisikilize vizuri. Mara nyingi hata kwenye taasisi nyingi kiwango cha wao kutembea kiuchumi ni namna wanavyogeuka, wanavyokubali kugeukia mpango halisi. Musa alisema, kumbuka ile statement aliyotamka, akasema sasa nitageuka. Kwa maana yake ni kwamba hapo kwanza alikuwa yupo kwenye mawazo na fikra zake, ana mipango yake. Mungu anamuonyesha mpango halisi, anamuonyesha mapenzi yake, anamuonyesha matakwa yake, lakini yuko kwenye mipango yake. Anaangalia jinsi ile nyumba ilivyo nzuri, jinsi alivyopokelewa kwenye nyumba ya Yethro, alivyoridhika. Unaona watu ambao wameridhika kwenye maisha yao. Na ngoja nikwambie, kawaida ya Mungu akikuweka mahali akiona umeridhika, anakuvuruga. Nimeleta kitu hapo tena. Yaani hivyo Mungu akikukuta umeridhika kwenye nafasi ambayo sio ya kwako, mara nyingi anakuvuruga. Unajua anakuvuruga, huwa anainua watu ambao ni wapinzani, alafu wewe unaanza kukemea wale watu, unafikiri ni pepo. Kumbe Mungu anataka wewe utakapokasirika utatoka hapo, kwa sababu eneo lako sio hapo tena. Sasa wewe badala uwe na tension kusikia sauti ya Mungu, wewe badala ya kutafuta usikivu wa Mungu ndani yako, wewe unaanza kukemea. Ndio maana sisi mara nyingi, kwa sababu hatuelewi namna Mungu anavyosema na sisi, kila kitu ni pepo. Kuna vitu vingine sio vya kukemea, kuna vitu vingine Mungu anainua ili wewe utoke hapo, ili utoke kwenye hicho cheo. Ngoja nikupe siri moja. Kuna wakati napita kwenye mitandao fulani, nikaona bibi mmoja amekaa mahali, mtu amekuja na msukuma ili na yeye akae. Anasema, wewe mbona uheshimu wazee? Hamna cha uzee wala nini. Ni kijana amekosa heshima, lakini amemleta kwa huyo amsukue katika uzee wake, akamsukuma mpaka akaanguka chini, akaamua kusema ya nini naye nikasimame. Ametoka hatua 10, kifusi kilipoanguka haijulikani, yule akafia pale, yule bibi akapona. Asingeletwa yule ndugu. Kuna vingine wewe kwa sababu huna macho ya kuona, huna masikio, huna uelewa, huna maarifa, utalaumu. Unasema yeye ni bosi kwenye kampuni, hafai kabisa, hafai kabisa. Hapendi walokole. Watumishi, naomba John tumwombe, tummoe kwenye hiyo nafasi. Baba, wewe unamwoa mtu ambaye ni ngazi yako wewe. Yaani wewe wakati baada ya hapo kutoka kwenye hiyo kampuni umelipa mafao yako yote, na
Tunabahatisha vingine hivi. Labda tena ukikutana na manabii uchwara au unaona nini bwana wewe? Unaona nini? Umesikia saa ngapi? Tafuta wewe mwenye nikupe simu. Wewe unaweza kumkuta mtu amesema nimeona maono. Wewe umeona maono saa ngapi? Una utulivu ndani yako. Asubuhi umekimbizana na mboga za majani. Sisi umekimbizana. Wewe saa ngapi wakati Mungu anasemaga na watu wakati wa kimya? Umepata utulivu saa ngapi? Wewe bwana wewe. Tutafute uso wa Mungu wapendwa. Amen. Sio majira ya kuzoelea neema, ni majira ya kutafuta kwa shauku na kiu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja nikupe siri. Kama Mungu tangu uumbaji anasema na watu, maana yake hakuna mtu ambaye hana mnara wa mawasiliano juu ya Mungu wake. Ili mradi tu ndani yako. Na ngoja nikupe siri. Usifikiri Mungu asemaje hata na wale ambao hawajaokoka. Anasema nao. Kwani nyewe wakumbushe nyewe ndani. Zamani kulikuwa hakuna namna ya kumpa mtu taarifa ya msiba. Si ndio? Mtu akifariki. Si kuna kanuni ya kule kindani kule namna ya kufanya. Anapataje taarifa? Kama ule ni mchawi. Ulozi. Namna ya kutuma taarifa ni mawasiliano, ni internet katika ulimwengu wa roho ipo. Wewe unafikiri wazungu wamepataje internet? Yaani tunawasiliana tu unamwona tu WhatsApp na nini. Kuna mahali na wao walitake action. Walinyakua. Ndio akasema kule Sumbawanga na wana ndege zao. Wao wanarukaje? Na wale ambao hawana Mungu ndani yao wanawasilianaje? Maana yake inategemea wewe katika ulimwengu wa roho unaofahamu kwa kiwango gani. Nisikilize, huwa anayeshinda vita katika ulimwengu wa damu na nyama ni yule anayejua vizuri ulimwengu wa roho na namna ya kupigana vile vita. Kwa sababu asili ya vita vyote tunavyoviona inatoka katika ulimwengu usioonekana. Kwa hiyo maana yake ni nini? Ili uweze kupata taarifa kamili ya ulimwengu ule usioonekana, lazima uwe na usikivu ndani yako wa kumsikia Mungu akikupa taarifa na habari ya mambo ya jana. Kwamba akiwepo nabii miongoni mwenu, mimi nitasema naye, ni Mungu ndiye amesema. Kwa nini usimwambie Mungu naomba unipe habari? Kama kuna jambo, nilikuwa naongea na mtu jana, kuna mtu amenipigia. Ananiambia mchungaji, lile jambo ambalo tumeombea siku zote. Wiki iliyopita nimechoka. Ikabidi nikakaa nikafunga na kuomba. Nikamwambia Mungu naomba unifunulie maana ya mambo haya. Anasema Mungu amefunua wazi. Nimeona kabisa kwa nini ndoa yangu ina matatizo usiku na mchana. Hiyo unaelewa kinachotokea? Sio kwamba umekwama mahali ulipo, hujatafuta habari. Habari hizo Mungu anazo. Yaani wewe wakati unasema kwamba nimekwama mtumishi. Wewe namna kutoka kwenye huo mkwamo Mungu anaye. Kwa sababu yeye anajua. Hao watoto wako salama. Usalama wao utatoka na Mungu kwa sababu kama Mungu ndiye alikupatia wale watoto, kwa nini Mungu asikupasha habari juu ya watoto wako? Maana yake wako salama, si ndio? Kama hawako salama, maana yake Mungu atakupasha habari kwamba kuna mahali unatakiwa kufanya. Hakikisha unaweka usikivu wa kweli ndani yako. Nakwambia Wakristo wengi tumekwama mahali tulipo kwa sababu hatuna namna ya kutembea, kwa sababu hatuoni pa kukanyaga, kwa sababu hatuna macho ya rohoni ya kuona, wala hatuna masikio ya kusikia maelekezo ya Mungu ndani yetu. Nisikilize. Kasome Biblia yako kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Walioshinda vita vya kawaida kabisa jeshini ni wale ambao ndani yao walikuwa na usikivu wa kumsikia Mungu. Ndielewa. Kaulize habari ya Yoshua alipokuwa anaenda kupigana. Namna ya kuchagua jeshi la kwenda vitani. Mungu alimwambia. Alimpa maelekezo. Namna ya kupeleka wapelelezi. Mungu alimpa maelekezo. Kanuni na masharti lazima yazingatiwe.
Ndio maana mara nyingi, je, kama wewe umewahi kuhudhuria semina ngapi kwenye maisha yako? Maanake tunaamini kwa sini nyingi, tunaamini kwamba leo wewe unaweza kuhubiri na kufundisha na kukemea mapepo. Hii ndio ilikuwa kanuni ya kanisa la kwanza. Kila aliyeokoka aliamini huyu, kwa kuwa tumekaa naye kwa muda wa kutosha, huyu sasa ameshajaa nguvu za Mungu ndani yake. Kwa sababu mara nyingi walikuwa hawafundishi si kwa sababu walikuwa wamekalishwa kufundishwa kanuni na kukaririshwa. Roho wa Mungu ndani ndiye anayefundisha. Sasa unamsikiaje? Unamsikiaje akikwambia, anakuelekeza sema hiki, fundisha haya? Unaona kabisa mtu, kuna wakati fulani jana, kuna mchungaji alinipigia ananiambia, tarehe fulani mpaka tarehe fulani nilikuwa natamani, naonaje uje ufundishe semina huko kwetu. Unamuuliza, na mara nyingi unamuuliza, wewe unafikiri ni somo gani umeliandaa kufundishwa, au kiu ya kanisa kwa wakati ile eneo la mahali ulipo ni nini? Anasema bwana, wewe usikie tu Mungu. Wewe mko tayari kweli kule kupokea cha Mungu kweli? Si bora tupite kwenye hekima zetu ili muendelee kutupatia nauli kwenda na Mungu. Hivi wewe unafanya masiara? Mungu akileta yani anashusha mambo pap, mchungaji apendi, mzee wa kanisa apendi, unafikiri mtamwalika tena? Mungu tayari kupokea cha, kwa sababu unapotamani cha Mungu lazima pia ule utayari uwepo wa kupokea. Ndio maana mara nyingi sana, hata mimi wakati nakaribia kuoa, wale wapo wazee wenye hekima anakuambia yule binti mzuri yule, unaangalia. Mungu anakuambia mbona sio mwenyewe unarudi. Unaenda Masaini, na Masai wanakuambia sisi Masaini tunaowaga Masaini. Anakuambia kabisa na kanuni. Juzi nilikuwa namwambia mtu mmoja, sisi wa Masai wakati ya makabila ambayo wana falsafa duniani ni wa Masai. Falsafa zote zimetokana na Masai. Sasa mnabisha mlikuwepo. Naona kama vile mnadibisha. Yaani mnanielewa kwa nini? Wa Masai wanazo falsafa. Ukitaka kujua wakina Lutufi wako kwenye World Vision, anaendaga mpaka kwenye jamii ya wafugaji. Tafiti wa Masai wanawahitaji wanawake wakiwa wengi. Sasa ndio maana nauliza mlikuwepo? Wale wana falsafa wanasema hivi, ndio maana watu wanawake hata mke akiwa mmoja, yule mzee akija anamwita yule mtoto jambo, hata kama ni mzee. Wamasai wana falsafa wanasema mwanamke akui mpaka anakufa. Kwa hiyo hata ukiwa wengi watoto hamjambo. Ndio maana hata akija kijana mdogo ametoka jambo yuko hivi, anakuja amefura kiburi, yule mama anampisha kitu, kwa sababu amefundishwa falsafa kwamba hakuna mwanamke anayekuwa. Sasa fikiri, ndio unaenda kumuoa mwanamke ambaye amejengewa falsafa ya kwamba wewe hukui mpaka ufe, alafu ndio unakuja kuambiwa kifo ndio kiwatenganisha, alafu unamleta kwenye huduma, alafu wewe hujawa tayari kufuata hiyo falsafa. Hivi unaelewa? Unapoelekezwa mahali unaelewa umeelekezwa wapi, ni Mungu amekupeleka. Wakati fulani anakuambia kijana, umri unaenda oa, unakurupuka kurupuka. Unataka kuoa wewe, umeambiwa nimeambiwa na nani? Watu wanaongea sana. Ni watu kwa unaolea watu haya baba. Amen. Mwaka mmoja mchungaji mke wangu simwelewe. Baba, huyo si wao, lakini usisikiliza watu pambana na hali yako. Lazima ndani yako usikie. Uwe na uhakika na hiyo safari unayotaka kuanza. Unataka kuanza
inategemea pia uje naye ni nani. Unaweza ukawa unatuma ulete au kawa na mkusanya kodi. Saluni tu anakuambia weki la Nandi milioni 1. Saluni hiyo alafu ninakaa mwezi milioni imeisha. Mtajenga kweli? Kuna siku hizo anasema nani eti msoko wa Zuchu ndio unaenda kuzuka laki 8. Ndio umeoa kwa sababu hakuna anayefanikiwa peke yake. Sasa ndio umefanikiwa au umeleta chimauleta kila hela. Inategemea umesikia sosi hiyo habari ni wapi, umeambiwa na nani. Sikiliza kwa makini, chunguza kwa makini. Daniel baada ya kusoma vitabu akajua nyakati zile ambazo Mungu alisema na nabii Yeremia zimefika. Kwa hiyo Biblia inasema akaelekeza uso wake kwa Bwana akimwambia Mungu, kumbuka rehema zako. Ulimwambia mtumishi wako Yeremia, tutakapotawanyika, tutakapofanya makosa, tutakapoenda katikati ya mataifa utatukusanya. Sosi hiyo habari amepata hapo kwa habari za manabii wa Bwana aliyosema nao. Wewe hiyo habari za maisha yako nataka upate wapi? Tafuta kwa Mungu. Kitafuta kwa watu utakupoteza. Hivi kusinami ni wakumbushe kitu. Nyie mnafikiri kuna mtu mkamilifu kwa watu nyinyi? Leo nataka uwe mzuri kwa watu. Utachelewa. Shirika zote ambazo nimetumika, ukienda kwenye ushirika wanasema yani bora wewe mchungaji na huduma nzuri. Nikasema mimi tena. Sasa fikiri kama una akili ya rohoni ngoja. Utaanza kuvaa mabega, unaanza kumwona yule aliyepita sio. Alafu na wewe ukiondoka anamwambia yule aliyekuja, yani bora wewe mtumishi wa Mungu. Yani wewe ndio una roho wa Mungu kabisa nakwambia. Na watu hao wapo na wanamwahidi mchungaji pale. Ukifika tu anakuwa kuna mwingine akija tu mwenye kitolani. Yani wewe mwenye kitolani tunapoelewa kabisa. Yani wewe ni mtumishi wa Mungu kweli kweli. Akiondoka anasema yani mchungaji yani wewe ndio mtumishi wa Mungu kabisa. Sasa wewe unatafuta aliye mkamilifu wa utapotea. Tafuta habari zako kwa Yesu. Litumikie kusudi. Nafasi na mbele za Mungu, ombea masikio yako ya ndani upate utayari wa kumsikia Mungu ndani yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo uliye hai, asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutufundisha, kutuelekeza katika mlima huu. Ni mahali ambapo Mungu umetuelekeza kusikizisha sauti yako ndani yetu Bwana. Juu ya familia uliotupatia unayo maelekezo ya kutosha. Juu ya huduma hii uliowekeza ndani yangu unayo maelekezo ya kutosha. Juu ya nafasi hii ambayo Mungu umenipa kwa wakati huu unayo maelekezo ya kutosha. Baba, katika jina la Yesu naomba Bwana, katika damu ya Yesu na yaleta masikio yangu ya rohoni kwenye madhabahu yako Bwana. Ikiwa kuna usikivu ambao umepotea ndani yangu, ule utii uliopotea ndani yangu Baba, katika jina la Yesu ninanyenyekea mbele zako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba Bwana ukaponye masikio yangu ya ndani ili nipate kupokea taarifa juu ya huduma na wajibu ambao Mungu umewekeza ndani yangu, juu ya familia, juu ya watoto, juu ya lile kusudi ambalo Mungu umeniitia kwalo, juu ya ile ofisi, juu ya ile biashara, juu ya yale maono ambayo Mungu umewekeza ndani yangu. Katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu ninakushukuru Bwana, ninakushukuru Yesu kwa kunipa nafasi katika mlima huu kukusikia wewe. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ninakuja mbele zako Bwana, kwa damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Tuko mahali hapa Bwana, tunatamani tena Bwana
kulielekeza kanisa kwenye maarifa. Asante Roho Mtakatifu, kwa sababu wewe ni mwalimu. Umesema katika maandiko yako ya kwamba yule Roho wa kweli atakapowajia kwenu atawaelekeza katika kweli yote. Katika jina la Yesu, ukaachilia usikivu ndani ya huyu mtumishi wako, ukaachilia usikivu ndani yake, ukamtunze Bwana katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu ukambariki, ukampe neema ya kutosha kwa damu ya Yesu katika majira haya. Wakati ulimwengu una mahangaiko ya kutosha, ninaomba ukaweke utulivu ndani yake ya kukusikia, weka utulivu ndani yake ya kukuelewa, weka utulivu ndani yake ili asitumike kimazoea, ili asiwe Mkristo wa mazoea, ili asiwe mwombaji wa kimazoea, ili asiwe mtumishi wa kimazoea. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, baraka zako na neema yako ikawe ndani yao kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen.